What's good, besties? This is Wagala. I took my time watching and analyzing what transpired kwenye Sean Combs Zereconing. Hii ni documentary ambayo imeandaliwa na 50 Cent, mhasimu mkubwa sana wa Puff Daddy P. Diddy. So jina la Puff Daddy kwenye ulimwengu wa hip hop, special for 90 babies, 80 babies, ni jina kubwa sana kwenye entertainment. Ukizungumzia enzi zile ukina Puff Daddy, wakina Biggie, kina Tupac, na wengine ndo watu waliokuwa wanatikisa ulimwengu wa burudani, special kwenye hip hop game. So P. Diddy ni alama kubwa sana katika muziki wa hip hop, ujasiriamali, lakini pia kwa asili ya Marekani weusi wenye mafanikio makubwa kwenye ulimwengu wa burudani. Lakini nyuma ya mafanikio makubwa alionayo P. Diddy kuna tetesi nzito juu ya who really Diddy is. Ukimtazama Diddy unaona mafanikio, unaona biashara, unaona mtu fulani ambaye yuko focused na maisha. Lakini nyuma ya sura tunayojua ya P. Diddy kuna tetesi kubwa sana nzito kuhusiana na who really P. Diddy is. So documentary ya Zereconing iliyoandaliwa na 50 Cent inakuja kutuletea sura nyingine ya P. Diddy. Imehusisha mahojiano na watu wa karibu wa P. Diddy aliofanya nao kazi kwenye industry ya muziki, lakini pia waandishi wa habari, wasanii wake, wasaidizi wake na hata maadui wake. So documentary imehusisha pia wanawake waliotajwa kufanyiwa unyanyasaji wa kingono na Puff Daddy. So moja ya kesi iliyotajwa ya unyanyasaji ni ya Casey aliyewahi kuwa girlfriend wa P. Diddy, lakini pia msanii wake. Ukizungumzia Casey unapata picha ya kipindi kile alivyo hit sana kwenye Bad Boy Entertainment na vitu vingine kama hivyo. So the shocking parts of this documentary, I don't want to be a spoiler, lakini the shocking part of this documentary ukienda kuiangalia ni kwenye kifo cha Biggie. Let's not talk about Diddy's involvement kwenye kifo cha Tupac, lakini pia yeye kuhusishwa na kifo cha Biggie ambaye alikuwa anaonekana kama ni best friend wake. So do we really think kwamba Diddy ni mtu aliyehusika kwenye kifo cha Biggie? Kwa sababu watu waliojua kwenye documentary ya Zereconing wanasema kwamba Diddy baada ya kifo cha Biggie ni kama aliplan kifo chake na lengo lake kubwa ikiwa ni kuchukua ule ustar wa Biggie na kujiposition kwenye nafasi ya Biggie, kwa sababu ni kama mtu aliyekuwa anamuonea wivu Biggie na Tupac. Ukiangalia hii documentary unaona kwamba Diddy was a major reason ya Biggie na Tupac kuonekana kama ni mahasimu, lakini in real sense Biggie na Tupac walikuwa watu poa ambao hawana shida yoyote. So social media is exploded and some defending Diddy and some applauding 50 Cent for dragging Diddy in the mud. So is this the fall of a mogul, hip-hop mogul, Sean Combs, aka P. Diddy? Or is this the real change in the entertainment? My name is Wagala. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram on Wagala TV. And bye-bye until next time. Ciao.